Nilikuwa na visa ya India ya miezi 6. Nilitoka nao huko Dar es Salaam. Visa ya India nilitoka nao kama tu yani just in case tu. Sababu wakati ule nina hela na uwezo wa kuchukua visa sehemu yoyote. Kwa hiyo nilichukua na visa ya India miezi 6. Kwa hiyo nilipoona visa yangu inaisha hapa ya Irani, nikaruka mimi nikaenda zangu Bombay ambao ndio unaita Mumbai. Ili nikaenda kusubiri connection za kushuka wapi? Afrika. Umeona? Kwa hiyo mimi nilipofika Mumbai pale nikakaa wiki sio au wiki na nusu hivi, kama siku 10 hivi. Ndio nikaruka paka direct paka Nairobi na ya India. Ndio nikaja kukamatwa pale Nairobi. Walikukamata na mzigo? Walikamata na mzigo. Kiasi gani? Kama kilo 3 hivi. Nini kilitokea baada ya pale? Baada ya kukamatwa si nilikufungwa tu, nilifungwa. Nilipelekwa mahakamani, nikafanya kesi, nikafungwa. Alafu kitu kingine, foreigner hana msamaha. Hata kama alikuwa kakamatwa na kojoa barabarani, kafungwa miezi 3. Mtu ambaye sio nchi ile haisabii kwenye msamaha. Okay, ndio sheria ilivyo. Ndio sheria ilivyo. Kwa hiyo lazima umalize kifungo chako. Lazima umalize kifungo chako chote. Jina naitwa Kanali Muammar Masud. Nimezaliwa miaka kama 41 iliyopita Dar es Salaam Ilala. Nimezaliwa kwenye familia ya watoto 9. Mimi ni mtoto wa 8. Na baba yangu alikuwa ni engineer wa marine. Alikuwa ni engineer wa mambo ya kwenye maji, meli nini. Mama yangu alikuwa mjasiriamali. Na elimu ya msingi nilipata shule ya msingi Boma, nilisoma pale la kwanza mpaka la 7. Baadaye sikuweza kufaulu, kwa hiyo nikaenda shule ya private ambayo ni Kinondoni Muslim. Sijui kama ile Kinondoni mpaka sasa hivi ipo ile shule. Nilisoma pale Kinondoni Muslim mpaka form 4. Lakini baadaye nikapata nafasi ya kuendelea, lakini mimi nikakataa kuendelea na shule. Nikawa sitaki shule kwa ufupi. Kwa hiyo nikawa tena baba yangu tena akanichukua mimi nikawa kama assistant fundi, kwa sababu yeye alikuwa ana kama kijikampuni chake cha ufundi na nini cha mambo ya marine. Kwa hiyo nikawa nafanya naye kazi kule Yacht Club, Dar es Salaam Yacht Club kama fundi kama mafundi wake wengine. Kwa hiyo nikajifunza ufundi, lakini nikawa namsumbua sana, nataka kusafiri, nataka kuondoka, nataka kufanya hivi, nataka hivi. Kwa hiyo mzee baadaye akaona huyu kulingana na kaamua iwe hivi, basi mimi akanipa ruksa, mimi nikaanza maisha ya safari. Nakumbuka safari yangu ya kwanza nilienda South Africa. Nilikwenda South Africa na nilipewa nauli nyumbani, sikuiba, sikufanya nini. Nakumbuka mama yangu alinipa kama milioni 3 hivi. Sababu kuna wenzangu kule walikuwa wametangulia, ndugu zangu wengine walikuwa wako vizuri, kwa hiyo nikanang'ania tu niende kuwafuata, niende kwa ndugu zangu. Kwa hiyo nikajikuta mimi nimeenda South Africa. Kwa hiyo nilipoenda South nayo vile kule nayo nikakutana na maisha mengine ya kicriminal, ya kinini, maisha yote nikakutana nao kule. Ndio chanzo cha mimi kuingia kwenye masuala ya kusafiri. Nikajikuta tena mimi mwenyewe mara nimeenda Pakistani, mara nimeenda kubeba madawa sio wapi. Samani Kanali, wakati unaenda South Africa ulikuwa una idea yoyote ya kule unakokwenda na ulitumia usafiri gani kwenda na ilikuwa mwaka gani? Wakati naenda South Africa kwanza ilikuwa mwaka 2003 hivi. Umeona? Na wakati naenda kule tayari kule nilikuwa na watu wangu wako kule, ndugu zangu. Umeona? Na nyumbani walinipa nauli wenyewe kwamba bwana nenda kwa ndugu zako huko unataka kwenda umeng'ang'ania basi shika. Nikapewa milioni 3 mimi nikatoa visa kwa sababu wakati ule South ulikuwa watu wanaingia kwa visa. Ulisafiri kishua milioni 3? Sasa hivi nasikia watu wanaingia na entry sijui. Lakini wakati ule mimi nilitoa visa, nilipata visa miezi 3. Niliingia ubalozini nikapewa visa ya South Africa, nikaongozana na jamaa yangu wengine nao walitoa visa nao. Kwa hiyo tukapanda basi, tukapandia pale Ubungo stendi ya zamani. Basi linatoka pale Ubungo mpaka Harare Zimbabwe. Direct mpaka Harare.
Umeona? Nakumbuka nauli ilikuwa si shilingi 58,000, sio 50,000 ngapi? Paka Harare. Sasa hivi nauli 58,000 si ndio ya kwenda si Tabora wapi? Kwenda Tabora. Ile sasa wakati ule ilikuwa 58,000 paka Harare. Kwa hiyo tukafika Harare pale tukafanya connection ya basi jingine mpaka Johannesburg. Johannesburg pale tulipofika tukalala kwa sababu tulikuwa na connection tena na watu wengine pale, tukakutana nao jamaa zetu kwa sababu tulikuwa tunafanya communication. Tukalala pale kama siku 2 hivi, tukatoka tena pale tukaenda mpaka Cape Town. Kufika Cape Town ndo nikakutana na hao jamaa zangu ambao nilikuwa nawafuata. Lakini hao watu ambao nilikuwa nawafuata walikuwa dili zao zilikuwa za kuuza madawa ya kulevya kwa ufupi. Na wewe ulikuwa hasa umefikiri ulikuwa unafikiri ukifika South Africa utaenda kufanya nini? Ya mimi kwanza nia kwanza ya kukataa shule kwanza, ngoja nirudi nyuma. Niliona shule inanichelewesha. Nilikuwa naona lifestyle yani ambayo niko nayo tuko nao pale home hainifurahishi. Kwa hiyo mimi nia yangu sana ilikuwa nataka kupata hela ya haraka, buba. Inaitwa buba. Yani eza mimi niende Irani nikameze madawa nirudi na $30,000, $50,000, yani nilikuwa na hasira kama hiyo. Sababu nilikuwa napenda sana unyamwezi Umarekani sana. Umeona. Kwa hiyo mimi South Africa nilikuwa nakwenda najua kabisa ninachokwenda kule naenda kuwafuata wale ndugu zangu wana connections za kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Umeona. Kwa hiyo nilipofika kule nikawa nimeingia kundini. Umeona. Kwa hiyo nilikuwa najua naenda kufanya nini South Africa. Kwa hiyo baada ya kufika South Africa kuanza ile biashara hukuogopa kwa sababu tayari ulikuwa umetamani maisha ya shortcut. Na kwa ufupi yani mimi nilipofika South kuna jamaa yangu mwingine, ndugu yangu mwingine ambaye sio lazima nimtaje jina. Sio lazima nimtaje jina kwa sababu itakuwa namkosea. Nilipofika mimi South walikuja watu wawili kunipokea. Sisi wenyewe tulikuwa watatu, tulikutana njiani tukawa tumeongozana. Umeona? Tulipofika pale Park Station Cape Town wakaja watu wawili kunipokea, ambaye katika hao watu wawili sasa hivi mmoja yuko Marekani anakaa New York, kuna mwingine sasa hivi yuko Germany. Umeona? Lakini wakati huo wako South. Walipokuja kunipokea mimi pale Park Station asubuhi, tumefika alfajiri, wakaniambia bwana, ndugu yako, kuna ndugu yangu ambaye alikuwa kule yuko South, ameingia jana, ametokea Irani, ameingia salama. Unanielewa vizuri? Na wakati mimi niko Dar es Salaam, huyo ndugu yangu niliongea naye kwenye simu akiwa yuko Qatar Doha, anaelekea kule Irani. Umeona? Kwenda kufuata madawa. Umeona? Niliongea naye akiwa Qatar, mimi niko Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nikawa kwamba bwana mimi na basi nakuzungukia. Tutakutana wapi? Tutakutana Cape Town. Niombee dua, naongea na huyo ndugu yangu. Kwa hiyo mimi nilipofika Cape Town wale jamaa wananiambia bwana, ndugu yako kashafika Irani na kasharudi na kaingia jana usiku. Kwa hiyo mimi tayari direct nikawa nimeingia kwenye mikono ya nini? Ya maisha ya kuuza madawa. Na kweli wale washikaji wakanichukua mimi, tukaenda mpaka kwenye apartment yao. Umeona bwana? Wao walikuwa wanafanya shughuli za kawaida. Mmoja alikuwa fundi wa malifti, mwingine alikuwa anafanya kazi kwenye resta. Wao walikuwa wale jamaa walikuja kutupokea awadili na madawa. Umeelewa? Kwa hiyo tulipofika pale mimi nakumbuka nilikuwa nimesuka nywele kipindi kile. Kwa hiyo Mnyamwezi fulani. Kwa hiyo shemeji yangu mzungu mmoja ambaye ndiye katika wale jamaa mkewe akawa ananifumua nywele pale niweze kwenda kuoga. Wale wenzangu wawili wameingia bafuni kuoga na nini. Kumbe tayari kashapigiwa simu yule ndugu yangu ambaye kaingia jana na madawa. Kwa hiyo mimi kabla sijaingia kuoga, timu imeingia kunifuata. Umeelewa? Timu imeingia kunifuata. Bwana kukupatiana nini? Bwana vipi bwana, nasubiri nioge nini? Sasa yule brother ambaye kanipokea pale akawa anang'ang'ania mimi nikae pale kama wiki. Umeona? Kwa sababu anahamu sana na mimi, ni omboi kabisa. Umeshanielewa? Lakini wale ndugu zangu wakasema wewe uweze kukaa maisha mabovu, watu tumekuja na hela. Kwanza kwa sababu ilikuwa ni ghorofa kama ya 19 juu apartment. Wakaniambia unaona chini ile, wakanionyesha chini kuna gari moja VW. Unaona ile gari yetu, ile gari yako ile.
ndo tumekuja nayo na tumekufuata nayo. Hapo unakutamanisha maisha hapo. Tamanisha maisha. Blood zangu wao. Kwa hiyo siku ile mimi sikulala pale. Nikaondoka nao na maisha yakaendelea. Kwa hiyo baada sasa kuwa umeshapokelewa na hao jamaa zako hapo wakakufuata kwa mwenyeji wako, wakakuingiza mtaani, hukuogopa kwa sababu kwanza ni nchi ya kigeni, askari, nasikia South Africa kupigwa risasi ni nje, kuna mambo ya visu. Wewe ukuwa na hofu yoyote? Kusema kweli mimi nimezaliwa mtu ambaye sina hofu. Sina uoga kwa sababu nakumbuka mimi baada ya kufika pale zile dawa ambazo walirudi nazo yule ndugu yangu, yale madawa yalikuwa yatakiwa yapelekwe mji mmoja unaitwa Durban. Kwa Zulu Natali. Debeni. Wanaita Debeni wenyewe wauni. Kwa hiyo ilitakiwa ipelekwe Debeni. Kwa hiyo mimi mwenyewe ndo nilisimamia hiyo show. Mimi ndo nikameza zile dawa tena nikaenda nazo Debeni, nikapanda nazo domestic air mpaka Debeni masaa 2.5 kutoka Cape Town. Nikiwa ndo yani mara kwanza kabisa. Kwa hiyo sikuwa na uoga. Nilikuwa mtu wa ajabu. Wakati huo ulikuwa unatumia kilevi chochote? Situmii kilevi chochote. Nikimaliza nikikupa ndo naongea. Sasa wakati huo ulikuwa unatumia kilevi chochote? Nadhani bangi ndio nilikuwa natumia sana. Nilikuwa na bangi lakini pombe nilikuwa sinywi wala situmii kitu kingine. Ilikawaje kufika Debeni? Debeni nikaenda, kweli nikatoa mzigo, nikauza, nikahesabiwa hela, nikapanda tena ndege, nikarudi tena Cape. Kwa hiyo nikawa tayari nimeingia kwenye move na ikawa tayari ishaonekana kwamba wala bwana kuna jeshi hapa. Kwa hiyo simu zikawa zimetembea Pakistani wapi. Kwamba bwana dogo alokuja anaweza. Kwa hiyo tayari nikawa nimetengeneza jina, nikawa nimetrendi kwenye maisha yale. Umeelewa? Ameingia mtu asiye na uoga. Asiye na uoga afu anaweza shughuli. Ukakaa muda gani hapo Debeni? Debeni nilikaa siku 2 tu nikarudi Cape Town. Cape Town nilikaa muda. Nilikaa muda mwingi lakini ikawa ndo ile sometime unatoka unaenda Pakistani unarudi, unaenda India unarudia pale Cape Town. Kwa hiyo kwa unapata watu wa kutuma sasa huko Pakistani wapi? No, sijawahi kutumwa. Sijawahi kutumwa. Sijawahi kutumwa hata siku moja. Kwa sababu hizo dawa ambazo nienda kuuza Debeni tayari zilinipa hela. Kwa hiyo mimi tena nikatoka na hela pale nikaenda nazo paka Johannesburg. Kuna jamaa mmoja pale yuko Johannesburg tajiri mbongo mmoja kwa Buguruni. Yeye ukimpa kama ni $3,000 basi mpeni mtu fulani $3,000, yani pesa ya madawa unajua inatumwa hivyo, itumwe Western Union wala wapi. Inatumwa kidesign hiyo. Yani kama pili wewe unapokea $3,000 alafu unapiga kule mali huko hela inapatakiwa kwenda. Jamani mpeni hiyo $3,000 ndio hivyo. Kwa hiyo mimi nienda nikatuma hela Pakistani. Umeona? Ikafika kule nikaandaliwa mzigo nini yani hivyo. Sijawahi yani kusema kwamba mimi container eti mtu kanituma. Ilikuwaje sasa maisha ndani ya South Africa, maisha ndani ya Cape Town? Uliishi kwa miaka mingapi na baadaye ilikuwaje? Nini kilitokea baadaye? Sikukaa sana hiyo Cape Town. Tukarudi Bongo baada ya maisha ya pale. Tukarudi Bongo kwa sababu Bongo walikuwa wametoa pasipoti mpya. Hizi za digital za kwanza, achana na hizi za sasa hivi. Kuna zile za kwanza zile za scanning zile. Umeona? Baada ya kutoa zile, kwa hiyo ilibidi sisi turudi Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa hizo pasipoti mpya, kwa sababu mwanzoni wakati tunasafiri kule South tulikuwa tunatumia pasipoti zile tunaita bandika bandua, hizi za picha inatolewa ile ya juu, ile nyama ya juu alafu inatolewa na huko inabandikwa. Tunatumia pasipoti tu za watu tu ambazo zina visa. Umeona? Kwa hiyo walivyoita mfumo ule ilibidi sisi turudi Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa pasipoti mpya na kuanza safari zingine. Kwa hiyo mimi nilirudi Dar es Salaam nakumbuka mwaka 2005. Umeona? Na nakumbuka tulirudi kama na milioni 40 hivi fulani ya kibongo. Hapa da. Kwa hiyo mimi nikakaa kama wiki 2-3 nikaenda zangu Nairobi nikatoa visa Irani. Umeona? Nikarudi tena Dar es Salaam tena nikakaa kidogo kama siku 2-3 nikaruka pale na Ethiopia Airline
mpaka Dubai, transit Ethiopia, Dubai, Teherani. Umeona? Teherani nikaingia tena huko ndani tena huko Maafghani, nikachukua tena mzigo, sijatumwa na mtu kayo kimbuka. Ni mimi mwenyewe na connection zangu za kutuma hela Pakistani hivi na hivi na hivi na hivi. Umeona? Ndio nikaja kupata matatizo Kenya. Ilikuwaje sasa hapo Kenya nikitokea India? Ilikuwaje? Sababu nilipofika pale Irani, visa yangu ya Irani ilikuwa ya mwezi mmoja. Kwa hiyo muda ulilokaa visa ikawa imebaki kama siku 3. Na nilikuwa siwezi kuextend tena kwa sababu nilikuwa sina sababu ya kuenda alafu nilikuwa naye wabongo washaribu kuextend, inabidi tena uende mikoa mingine huko ambao wabongo hawajai kwenda kwenye migration zingine huko. Nikaona mimi siwezi kufanya hivyo. Na kwa sababu nilikuwa na visa ya India ya miezi 6, nitoka nao huko Dar es Salaam. Visa ya India nitoka nao kama tu yani just in case tu. Sababu wakati ule nina hela na uwezo wa kuchukua visa ya sehemu yoyote. Kwa hiyo nilichukua na visa ya India miezi 6. Kwa hiyo nilipoona visa yangu inaisha hapa ya Irani, nikaruka mimi nikaenda zangu Bombay ambao ndio wanaita Mumbai. Ili nikaenda kusubiri connection za kushuka wapi? Afrika. Umeona? Kwa hiyo mimi nilipofika Mumbai pale nikakaa wiki sio au wiki na nusu hivi, kama siku 10 hivi. Ndio nikaruka direct paka Nairobi na ya India. Ndio nikaja kukamatwa pale Nairobi. Walikukamata na mzigo? Walikamata na mzigo. Kiasi gani? Kama kilo 3 hivi. Nini kilitokea baada ya pale? Baada ya kukamatwa si nilikufungwa tu, nilifungwa. Nilipelekwa mahakamani, nikafanya kesi, nikafungwa. Ndugu walipataje taarifa kama uko pale Nairobi umekamatwa? Nilikuwa naongea nao pale polisi yenyewe, nilikuwa nafanya communication kwa sababu walikuwa wanatoa communication. Walikuwa wanatoa ushirikiano tu, sio kwamba eti walikuwa wananiweka kama jambazi au nini. Na kifungo kilikuwa cha muda gani? Miaka 16 nilifungwa. Miaka 16 gerezani. Naomba utuelezee, pole kwanza. Pole sana kwa mitihani. Kwa hiyo wakawa wamechukua ule mzigo wote wameenda kuteketeza. Mzigo huyo sijui waliupeleka wapi, serikali wanaipelekaga wapi, lakini ndio hivyo kwamba nilifanya nao kesi na walikuwa ndio kidhibiti, nikafungwa. Sawa. Baada ya kuingia gerezani, gereza gani kwanza ulifungwa? Kwanza nilikaa rumande kwa muda kama miezi 6 hivi. Gereza moja inaitwa Industry Area kama vile Keko vile hapa. Afu baada ya kufungwa nikapelekwa Kamiti maximum. Hilo gereza bwana huwa nalisikia tu, ile gereza la Kamiti. Watu wengi sana huwa wakitoka huko wanakuwa wanatupa story. Unajua kwenye muunganiko wa Waraibu, mimi na marafiki wengi sana Waraibu wa Kenya. Kwa hiyo wengi wamefungwa kwenye hilo gereza. Kwa faida ya watazamaji, naomba tuelezee kidogo maisha ya pale gerezani ilikuwaje kwa upande wako. Na ulimaliza miaka yote 16? Nilimaliza kifungo chote, lakini kwa system ya jela miaka 16 ina maana ni miaka 10 na miezi 8 natakiwa nikae. Ulimaliza yote? Nilimaliza yote. Maisha yalikuwaje ndani ya gereza? Maisha ya gerezani tu. Maisha ya gerezani ni magumu. Umeona, ingawa kuna uwepesi wake ndani kule ndani. Kwa sababu kule ndani kuna maisha si dunia. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ana ugumu zaidi, kuna mtu mwingine ana uafadhali, kuna mwingine yuko vizuri kijela mule. Ulikuwa unapata vistas? No, vistas nilikuwa napata. Sababu nilikuwa na jamaa zangu kule Kenya. Walikuwa wanakuja kuniona. Na kuna baadhi ya watu walikuwa wanakuja mara moja kutoka Dar. Umeona bwana. Na uzuri wake mimi niliingia jela nikiwa na dola 1400 cash. Hela yangu. Kwa hiyo niliingia na hela. Sikuingia kinyonge. Kwa hiyo nilipata vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika kama godoro nini vitu fulani, yani nilikuwa VIP kwa ufupi. Kwa sababu niliingia na dola 1400. Na unapoingia na ile pesa inakuwa inatunzwa wapi? Kuna welfare pale. Unaandikisha na ndani mule kuna makantini. Wanauza mikate, kuna duka yani wanauza mikate, wanauza nini, vitu gani, sio gani. Kwa ile pesa yako unaandikisha pale welfare, na kuna welfare officers wale wanakuja huko kwenye makantini ndani ya gereza, unaandikisha kama mimi nataka leo niletewe mkate, kesho niletewe nini vinaletwa. Kwa hiyo unajikuta yani ile hela unaitumia kihalali.
Nasikia hilo gereza wakati mwingine huwa mnaletewa wasichana, ni kweli? Wasichana wanakuja kama kuna sherehe, kama kuna nini. Sababu kuna sherehe zinafanyika pale. Sometimes kuna mambo ya kanisa, matamasha ya kanisa. Kwa hiyo wanakuja watu wa jinsia tofauti. Hebu nieleze maandalizi huwa yakoje mkisikia kwamba kesho kuna wanawake wataletwa hapa kwa ajili ya sherehe? Yaani huwa mnajiandaa vipi pale ndani? Watu wanakuwa wamepagawa tu, watu wanajifanya maensamu, wanajifanya anajifanya mtongozaji, na kuna mtu anajifanya, kuna watu wengine hawana hata habari, hata hiyo shughuli iko huko upande wa nyuma huko, watu wanafanya shughuli zao huko, wanacheza kamari, watu hata wataki kujua. Kuna wengine ndio wako huko vielele huko kujionyesha kwa wanawake, niko hivyo. Mona, nasikia ukajiupolea mtoto gerezani pale. Hiyo kawaida. Alafu sometimes unajua mnakuwa inaitwa kusukuma namba. Hii inaitwa kusukuma namba. Mtoto mwenyewe unajua kabisa ni sio wako nini, lakini naye anakupelekesha hivyo nini hiyo ili unafuu upate. Huyo mrembo anakuwa ni askari jela au anakuwa ni na wewe ni mfungwa? Mimi nishakubahatika kuwa na askari jela. Kwa sababu Kenya kule kwenye haki za kibinadamu, haki zao mwanaume na mwanamke wote wana haki sawa, tofauti na Bongo. Yani Kenya kule kama ikifika zamu ya mume kupika, inakuwa wewe siku zamu yako kupika. Ikifika muda wa kuosha vyombo, na wewe unaosha vyombo. Yani watu wote haki sawa. Kwa hiyo kule maaskari jela kule hadi wanawake wanaingia kwenye jela za wanaume, wanapangwa kabisa shift nini. Kwa hiyo unaweza kukaa na askari kama hivi wa kike kwa tongoza nini. Umeona? Ukimtongoza kutafuti kesi? Hakutafuti kesi. Si binadamu tu. Ni binadamu. Bora usimletee dharau. Bora usimletee dharau. Baada ya miaka 10 gerezani, unasema ulimaliza miaka 10 na miezi 8. Hakuna msamaha kule? Nilikaa 11 na miezi 8. Na miezi 4 kujumlisha na rumande. Kifungo ni 10 na miezi 8. Msamaha kule ipo, lakini msamaha kule kwa ajili ya pet cases. Yani tunaita kesi za kuchungulia chooni. Sijui umekamatwa siku unapiga nini, umefungwa miezi 6 au miezi mingapi, hizo inaitwa pet cases. Umekamatwa umeiba kuku. Zile ndo zinakuwa na misamaha. Lakini criminal offenses zote hazina misamaha. Umeelewa? Kwa mfano raping, hiyo trafficking, narcotics, hizi robbery, hizo hazina misamaha. Umeona? Alafu kitu kingine, foreigner hana msamaha. Hata kama alikuwa kakamatwa na kojoa barabarani, kafungwa miezi 3. Mtu ambaye sio nchi ile haisabii kwenye msamaha. Ndio sheria ilivyo. Ndio sheria ilivyo. Kwa hiyo lazima umalize kifungo chako. Lazima umalize kifungo chako chote. Hata kama ulikuwa umefungwa miezi 6, misamaha inakuja, yani inakupita tu kama wewe sio mtu wa nchi yao. Maandalizi yalikuwaje baada ya kuona sasa namba yako inakaribia kuisha? Ulijisikiaje? Kwanza nilikuwa napagawa sometimes kwa sababu ni kwanza kitu ambacho kilichokuwa kinanipagawisha. Kipindi ambacho nakaribia kutoka, kwanza mimi kwenye warrant yangu siku ya kwanza naingia pale prison, walinipunguzia miezi 4 kimakosa. Umenielewa? Kwa hiyo ikawa natembea tu na hiyo na ile kadi yangu, maana kuna kadi unapewa ya kila mfungwa anakuwa na kadi yake, inasoma namba, inasoma nini na kijikadi hivi. In and out. In and out. Kwa hiyo mimi nikawa najua kabisa nimepunguziwa miezi 4 kimakosa. Lakini siku ya kuachiliwa kuna koga na mahesabu wanapiga tena. Pale siku ambayo unaenda kuachiliwa. Kwa hivyo na nishaona wenzangu kadhaa ambao yani waranti zao zilikosewa kama hivyo, anakuwa na shangwe ya kutoka. Umenielewa? Alafu anafika kule documentation kule mbele kwenye kuachiliwa, unamkuta anarudishwa, anarudi mtu kapagawa, analia, anaambia bwana hapa tulikosea, kumbe umebaki mwaka tena. Mtu anapagawa. Kwa hiyo mimi katika hali ile, na mimi ndo siri yangu, najua kwamba hii warranty yangu mimi ilikosewa na kadi yangu imekosewa. Ilikuwa ile dukuduku liko moyoni, naona sasa ikifika hiyo tarehe si nitarudishwa. Unapiga hesabu ya hiyo siku itakuwaje? Lakini vile
nikawa nimewashirikisha watu fulani, wenzangu fulani, nikamwambia jamani, si unajua mimi warranty yangu hii imezingua hii na namna gani au vipi bwana? Vipi nitengeneze mchongo niwaambie kabisa kwa bwana mimi nilikosea mapema ili kama kuwapa hongo rushwa niwape rushwa mapema au vipi? Ili siku hiyo ikifika wasiniletee miayusho. Umeelewa? Miezi minne mingi kama ulikuwa ushavaa nguo zako za kiraia, alafu unaambiwa bwana tena kuna miezi minne. Utaiona hiyo miaka 10 utaiona kidogo. Kabisa, gereza. Kwa hiyo kuna mzee mmoja akaniambiaje, kanali wewe kausha tu, akaushiwe nuna. Ukitengeneza mchongo ndio utaharibu kabisa. Watataka hela nyingi, watataka nini au unaweza kujaribia ni wewe nuna tuacha tuone itakavyokuwa. Kwa hiyo mimi kweli nikawa nimenuna. Bahati nzuri unajua naye ukikaa sehemu zile miaka mingi unakuwa ushazoeana na maaskari wakubwa wale nini umeona, ukienda nao sawa. Na mimi nakumbuka yani nilivyo hiyo jela ambayo nilienda kuachiliwa sio ile jela ambayo ndio nilifungwa, sio ile jela ambayo nilikuwa rumande, jela nyingine. Kwa hiyo wakati napelekwa hiyo jela au vipi bwana, transfer, wakati nimepigwa transfer napelekwa hiyo jela, nilienda kukutana na maaskari wana nyota 2 nyota 3 ambao nilikaa nao rumande wakiwa makopro manini miaka 7-8 iliyopita huko. Kwa hiyo tukakumbukana. Kwa hiyo uzuri wake nikawa tayari kuna wakubwa wale nafahamiana nao tangu wakiwa vijana. Umeelewa? Kwa hiyo siku hiyo ambao naachiliwa kufika pale documentation, TZ unaondoka? Mimi naita madada, kama wewe mkubwa nimemkuta namuitaga dadi. Alifanya mimi kama mwanae hivi. Nikamwambia dadi imefika basi alivyochukua ile warranty yangu, alikupiga hesabu la nini, alikachukua kalamu nyekundu tu kafukata kaeka huko. Sasa Sasa tulikuwa tumegongana watu kama 6 hivi ambao nao wanatoka siku hiyo wa vifungo vidogo wajinga fulani, umeona? Kwa hiyo ikawa kakata ile ya kwangu akawa nadili na Kwanza tuanzie hapo. Kwa nini umewaita wajinga? Watu wa kesi ndogo kwa sababu nilipelekwa jela ndogo. Sisi jela kule mtu ambaye kaja siku kafungwa miaka 2 na nani, tunakuwa watu kupigwa makofi sukumwa huko, yani take tano miayusho na wao. Atufungamani nao. Umeona? Yaani unaona kama wamefanya masiara. Yaani kama tunaona yani wanacheza tu huko nje. Umeona? Kwa hiyo yule mkubwa akawa nadili na wale. Sasa mimi kashanichana ile katasi kaipiga ile lady, kaweka pembeni warranty yangu, yani kashamalizana mimi. Unachukua mazaga yako? Ndio sasa nasubiri, kwa sababu mnatoka kwa grupu, mnatoka wote kwa pamoja. Kwa hiyo unakaa pale unasubiri nayo wao wamaliziwe. Hivyo ndio baadaye mnaenda kwa stages. Mnatoka kwa mkubwa huyu mnaingia kwa mkubwa huyu, mkitoka kwa mkubwa huyu. Kwa hiyo wakubwa wote walikuwa wakiniona tu kwa sababu mimi nilikuwa nakaa nao naenda nao sawa. Kupiga hesabu hata ulikuwa na Mungu tu. Nilikuwa na Mungu. Ulikuwa unaswali nini pale gereza? Sasa basi, nishai kuswali zamani, alafu nikaacha kuswali yenyewe. Nishai kuwa mlokole, nikaacha hata ulokole wenyewe. Yaani nilikuwa natapatapa. Hiyo jela kule gerezani miaka 11 mingi. Kwa hiyo wewe upande shehe upande mchungaji. Yaani kote sometimes tunaimba makwaya tunapagawa. Unakuwa tena wewe ndio unabeba mabibilia unampeleka mchungaji nini na bado utoki. Unahama tena unahamia tena baadaye unachoka unakuwa tena mvuta bangi tu unaona unavuta mabangi tu yani namba iende. Unakuwa unatapatapa sio mchezo. Maisha yale. Kwa hiyo mimi siku ya kutoka ile ikawa visa tu, kila sehemu visa tu, kila sehemu visa tu. Sasa basi foreigner naye anatakiwa akitoka pale apelekwe tena migration. Yaani ukabidhiwe polisi wakukabidhi migration tena uende tena rumande tena. Ili upate kufanya kudipotiwa. Kurudi kwenu unarudishwa na serikali. Na kuna ujinga wao kule. Hawezi kuchoma mafuta kukupeleka Namanga kutoka Nairobi mtu mmoja. Kwa hiyo itabidi tena ukae rumande mngojee muwe 10 20 lini. Taratibu. Umeona bwana? Kwa hiyo ni balana, nikawa nao inanikosesha raha hiyo ya kuona kwamba mimi itabidi tena niende rumande tena. Hii ndio ningojee siku ya kurudishwa. Ikawa inaniumiza, lakini uzuri wake kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Saidi. Alikuja kunifuata. Ni Mtanzania lakini yuko Nairobi pale miaka mingi. Saidi alipokuja pale, kwa hiyo tunasindikizwa kupelekwa geti kubwa huko nje.
Saidi pale na huyo askari ambaye ndo ana mafaili ya kupeleka watu huko migration nini, Saidi akamlinda pale. Unajua Kenya ni kitu kidogo Saidi akalinda pale nini kufika mimi pale nikaachiliwa kama raia. Ukaingia mtaani. Nikaingia mtaani.